simama wima kama mtu wa bendera mligoki ukinipenda. Ni ile furaha iliyo ndani ya moyo. Imagine baada ya kuambia ni subscribe mkaweza kunisikia, mmenifuata. Sahi niko more than 1,000 subscribers. May God bless you kwa hicho kitendo. Lakini usikwambia hapo tuendelee. Maana nakwambia yale sijakuletea ndiyo mengi kuliko yale nimekuletea. Nikiendelea tu ku improvement na mengineyo mengi. Maana Mungu yupo pamoja nasi na atatutendea mambo ya kushangaza. Kwa hivyo kama uko pale, endelea tu kutazama zile video ziko mahali pale. Maana atakutazamiwa kule ikiwa kukomentiwa na zihitaji kwa wengi. Na mwambia mara nyingi wewe ni wangu na hautawai niacha milele. Na mimi nikakuahidi nitazidi kukaa hadi tamati mwisho wa dahari. Basi nasemanga mwanzo wa safari tunaanzaga na hatua moja. Kwa hivyo hivi wazee you have not started something, started early as you can. Atia wanakagoya no duendelea hanini. Basi niruhusu ni basi. Leo nataka kuchukua fursa hii niwapongeze kila mmoja ambaye ameweza kunipa kazi. Nilikwambia mimi nimejihodha saa hii vile nilivyo na nguvu ili niweze kuhudumia watu wote na Mungu aweze kuwabariki. Na kama you are there na haujaniitisha gas, nilikwambia mimi niko tayari kukuhudumia, kukuletea mpaka mahali huko, na nikakuomba kwa unyenyekevu, if I know you, allow me, hiyo nakuletea mpaka mahali huko. But if I don't know, niruhusu nikuhudumia mahali kuna umati. Nje na mtu yako kubadilishwa, nje na fedha. Na nyinyi wezi wamejaa kila mahali wanataka kuibia watu. Mkomeshwe katika jina la Yesu. Hii wiki kuna mmoja alikuwa amepanga mpango wa kuniibia lakini alishindwa. Anakuja anasema nimpelekee ile namba, anaacha namba ya mwingine. Nikienda kupiga hiyo namba na sasa nimepeleka mpaka gas. Inapokewa na mwingine. Huyo naye badala akuje yeye anatumana, then wananichukua na mtungi wangu na nini, wananipeleka kwa geti kikubwa. Then huyu wa kuchukua gas anapigia yule tulikuwa tunaongea na yeye, anamwambia tumefika. Ni kama wanaongea mwenye yule alikuwa analetewa gas ni kama ako huko, atoe mtungi kutoka ndani. Mimi nangojea mtungi itoke, namuuliza kwani mtungi haitoki. Ananiambia anampigia tena, anamwambia ya kwamba ati nimeteremka na nimeenda na mtungi na pesa akujie. Ati sasa niache gas niachie huyu ili mimi niende kwa huyo, niende nikashwali hata kama situmia akili yako vizuri. Aya, nikamwambia siachi mtungi, wacha niende mpaka mahali amesema hako, nichukue mtungi na fedha nikuletee gas. Nikifika pale akaniambia ati simu yake inazima. Kwa hivyo nijaribu kuharakisha. Nikiharakisha simu yake iko mteja. Nikipigia yule ananiambia tafuta yeye akona gari hapo. Kwanza aliniambia ati akona hali. Sasa tudanganywe na gari za juu ili tuweze kuingia box yenu. Siku hizi hatuna tamaa ya pesa. Tunataka kutosheka. Na by the way wacha nikwambie kitu ya kushangaza. If you are ndio mwana biashara, usikuwe na tamaa ya pesa. Ridhika na kidogo unapata. Na another thing, when the deal is too good, think twice. Ukiona mtu, yani ukiwa umerelax, sisemi ati hauna haja na pesa, lakini ukiwa umerelax, utasense tu mtu ambaye yako ni wa kukuibia masiu, anakujaga akiwa ukimwangalia vizuri utamsense tu, anakuaga tu maybe wakati umecheza customer ndio anataka ati nipatie, yani utasense kuna kitu inaendelea pale. Sasa mimi nilikuwa nimeekelewa kwa hiyo latili, lakini kwa neema tu sikuweza kuitoshea kwa box yao. Manake nilienda wakati nilimkosa nikarudi na gas yangu na sikuweza kuibiwa. If you are there and you are planning to steal, acha hizo kazi. Tokezeni kwa watu mkaombe kazi na mtapewa kitu nakula. Yani hakuna mtu atakuuliza ukikula fedha zako. Itabia ikwame.
na ni njia nyingi wanatumianga za kuibia watu. Zote wakijaribu tukizijua tunakuja tunazitangaza hapa, at least tujaribu kuchunga mali yetu na Mungu atusaidie kulinda mali yetu. Tunatupataka na jasho. Then nipate mtu anakuja tu kuenda tu na makili yako ya pesa na jua moja. Kuna hata wanaga huruma. Anyway, have a nice time na be aware. Kuna conmen na con ladies. Hiyo ingine nitawaambia kesho, maana nimeshaijaribu.